Yesu Kristo ametupea. Amen. Nataka tukaangalie maneno machache tena katika siku ya leo. Na leo tutaangalia kuhusu kuongozwa na Roho Mtakatifu. So kitu yetu ya siku leo ni kuongozwa na Roho Mtakatifu. Tutaangalia maana ya kuongozwa na Roho, tuangalie mifano ya watu waliongozwa na Roho, na tuangalie kwa nini tujifunze kuhusu kuongozwa na Roho, na pia tuhitimishe. So nitaanza. Kuongozwa na Roho inamaanisha kuruhusu Roho wa Mungu akuathiri, akuelekeze, akuongoze katika tabia zako na katika maisha yako. So kuongozwa na Roho inamaanisha unamruhusu Roho wa Mungu akuathiri, akuelekeze, akuongoze katika tabia zako na katika maisha yako. Basi nataka tuangalie mifano ya watu ambao waliongozwa na Roho Mtakatifu. Tukisoma kitabu cha Luka 4:1 natuambia kwamba nasema hivi: na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 akijaribiwa na Ibilisi, na siku hizo alikuwa hali kitu hata zilipotimia aliona njaa. Sasa Yesu Kristo hapa anakuwa kama mfano wetu mzuri ambao alijaribiwa ama aliongozwa na Roho kuenda nyikani. So Yesu Kristo alikuwa anaongozwa na Roho mpaka alipoenda kujaribiwa, lakini kwa sababu alikuwa anaongozwa na Roho aliweza kufaulu yale majaribu. Taka tuangalie mfano wa pili hapa. Taka tuangalie vile wanafunzi walivyoongozwa na Roho. Tuangalie Matendo 13:2 mpaka 4. Matendo 13:2 mpaka 4 nasema, basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Naam. Ndipo wakiisha kufunga na kuomba, wakaweka mikono yao juu yao, wakawaacha waende zao. Naam. Basi watu hao wakiisha kupelekwa na Roho Mtakatifu wakatelemkia Seleukia, na kutoka huko wakasafiri baharini hata Kipro. Rudia hiyo 4 nasema, naam. Basi watu hao wakiisha kupelekwa na Roho Mtakatifu wakatelemkia Seleukia, na kutoka huko wakasafiri baharini hata Kipro. Mpaka Kipro. Asifiwe Yesu. Amen. So hawa pia walikuwa wanaongozwa na Roho. Asifiwe Yesu. Amen. Katika hii safari zote waliongozwa na Roho, wakamchagua Paulo na Barnaba wakaongozwa na Roho. Asifiwe Yesu. Amen. So sisi kama watumishi wa Mungu inafaa tukaongozwe na Roho. Asifiwe Yesu. Amen. Nataka tukaangalie kwa nini tujifunze somo hili la kuongozwa na Roho. Amen. Amen. Sababu ya kwanza, kusikiza sauti ya Mungu ndani ya moyo wako. So kitu ya kwanza ambayo inatufanya mpaka tunajifundisha kuongozwa na Roho ni kwamba inatupasa tukasikie sauti ya Mungu. Tukasikie sauti ya Mungu. Tukakae, tukatulie, tukajiangushe na kunyenyekea chini ya miguu ya Bwana. Tusikize Roho anasemaje kama msaidizi ambaye tuliachiwa baada ya Yesu kupaa. Je, tutasikiaje sauti? Tukatulie na tukaweze kusikia sauti ya Bwana. Wakati mwingine tunaweza kufanya vitu ambazo tunazifanya lakini hatusikizi Roho anafanyaje. Amen. Amen. Lakini wakati Mungu atakapotambua, atakapojielewa, atakapojinyenyekesha na kukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu, basi hatakuwa mtu ambaye mpaka hata kuwa mtumwa katika wokovu. Ninamaanisha kwamba
kuna watumishi ambao mpaka ambiwe tuchukue maombi ya kanisa ndio maana achukue, lakini ukipata huyu Roho Mtakatifu basi atakuwa anakuongoza katika maisha yako, atakuwa ana kila hatua ambayo utakuwa unaifanya atakuwa anakuongoza. Wajua unaweza ingia mahali ambapo hapafai uingie, lakini kwa sababu hatumsikizi Roho anasemaje. Wakati mwingine tunasikiza watu wanasemaje, lakini tukitulia katika Yesu Kristo na tukisikiza sauti ya Mungu, basi tutakuwa katika njia ile iliyo sawa. Kwa hivyo kama watumishi wa Mungu inafaa tukasikize hii sauti ya Mungu inasemaje. Amen. Amen. Hii sauti ya Mungu inasemaje? Amen. 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 Tuangalie sababu ya pili. Nasema kufuata mwongozo wa neno la Mungu. Aso Yesu. Amen. Kufuata mwongozo wa neno la Mungu, lile ambalo Roho anakufunulia. So hapa nakwambia kwamba tukafuate mwongozo wa neno la Mungu. Neno la Mungu ni Biblia. Tukiwa tunasoma Biblia, ndio maana tunapata ule mwongozo halisi ambao inatupasa tuenende kama watumishi wa Mungu. Asifiwe Yesu. Amen. So tukaweze kuongozwa na Roho. Tukishaongozwa na Roho hatuko chini ya sheria. Amen. Tukikubali kuongoza ama kufuata ule mwongozo wa Yesu, hatutatingisika. Amen. Amen. Tutakuwa na msimamo. Kwa sababu gani? Tutakuwa tunafanya zile vitu ambazo ni Roho mwenyewe anatuongoza. Amen. Amen. Tukiangalia tu hivi kuna vitu nyingi ambazo zinafanyika, lakini kwa sababu hatuongozwi na Roho, hatutulii. So imetufaa kwamba tukienda mbele za Mungu tukakubali kuongozwa na Roho, tukakubali kuongozwa na Roho. Tuangalie sababu nyingine ambayo ni ya mwisho, na tunasema kwamba tukakubali ama tukashike haya matunda ya Roho. Haya matunda ya Roho ni muhimu katika kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ni muhimu kwa sababu tukiyajua basi atakuwa yanatusaidia. Na tukisoma kile kitabu cha Wagalatia 6:22 mpaka 20 tunasema kwamba basi matunda ya Roho ni haya: upendo, amani, furaha, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole kiasi. Halafu anasema kwamba juu ya mambo haya yote hakuna sheria. So inamaanisha haya matunda ya Roho basi tukiyashika vizuri na tukiyaweka katika mioyo yetu, basi hatuko chini ya sheria. Amen. 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 Tutakuwa tunaongozwa na Roho Mtakatifu vile ambavyo anasema. Amen. 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 Tukishika haya matunda ya Roho ambayo tumeyasoma, ambayo ni furaha, amani, upendo, utu wema, uvumilivu, fadhili. Asiwe Yesu. Amen. Hatuko chini ya sheria. Amen. Amen. Lakini tutakuwa tunaishi yale maisha ambayo ni ya utakatifu, ama tutakuwa tunajitahidi ya kwamba tuishi maisha matakatifu. Amen. 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 Nataka tukaangalie kitabu cha Warumi 8:14. Kitabu cha Warumi 8 mstari ule wa 14 nasema, kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Amen. Amen. Wale wanaongozwa na Roho, hao ndio wana wa Mungu. Amen. Amen. Hao wanaongozwa na Roho. Wajua kuna watu wengine ambao wameweka misingi yao kwa binadamu ama kwa wachungaji wao, lakini anayeongozwa na Roho, huyo ndio mwana wa Mungu. Awe bishop, awe kasisi, awe nani, yule ambaye anaongozwa na Roho. Wajua si watumishi wote ambao wanaongozwa na Roho. Wengine wanaongozwa na nguvu chafu ambazo si za Kristo, lakini wale ambao wanaongozwa na Roho, hao ndio wana wa Mungu. Amen. Amen. Tukafanye hili neno kuwa taa ya miguu yetu, tutakapoingia na kutoka, tukaweze kulikumbuka ama tukaweze kulimeditate hili neno la Mungu, ili ya kwamba Roho Mtakatifu akaweze kupata nafasi na akaweze kutuongoza. Na katika maisha yetu ya Kristo hautakuwa na kutingisika. Kwa sababu gani? Tutakuwa tunaongozwa
tunaongozwa na yule Roho ambaye ni wa Mungu. Amen. 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 Kwa hivyo tukikubali kuongozwa na Roho, kuna vitu nyingi ambazo hazitatupata, lakini mpaka tutulie na mpaka tumruhusu Roho wa Mungu. Kila mtu yuko na Roho wa Mungu ndani yake, lakini ni yule ambaye anamwamusha, yule ambaye anamuhitaji, ndio anakuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Amen. Amen. So wale wanaongozwa na Roho ndio wana wa Mungu, kwa sababu Roho ni Mungu, ama Mungu ni Roho. Mungu ni Roho, na wale ambao wanaenda katika Roho, hao ndo wanawe. Amen. Amen. So tukajitahidi ya kwamba tukaishi katika maisha ya kuongozwa na Roho. Usiwe mtu wa kila siku ongea kidogo, pea Roho wa Mungu pia naye aongee juu ya maisha yako. Omba kidogo, pea Roho wa Mungu pia naye akuongoze anatakaje. Amen. Amen. Kabla ufanye uamuzi, Roho wa Mungu anakuambia nini? Amen. Amen. Kabla ufanye hiyo huduma ambayo unataka kufanya, Roho wa Mungu anakuambia nini? Amen. Unaweza enda ombea mtu ambaye Roho hajapenda. Amen. Amen. Lakini kwanza, hata kama ni huduma, uliza Roho anasemaje. Amen. Amen. Kama ni ile huduma yote ambayo unataka kuifanya, uliza Roho anasemaje. Amen. Amen. Lakini ukijiendea unaona mambo hayaendi. Kwa sababu gani? Umejiamulia, umejifanya wewe kuwa ndo wewe, lakini kuna ye Mungu ambaye ndo alikuumba akupatia hiyo kazi. Kwa hivyo inafaa kama na kufanya kitu, je, Roho wa Mungu anasemaje? Sawa, tukifanya hivi kama wanadamu iko na faida, lakini je, Roho wa Mungu anafanyaje? Anasema nini? Amen. Amen. Kuna watu mtu anaweza hata kupigwa, lakini haezi toka. Lakini kama tunaongozwa na huyu Roho, kuna vitu nyingi ambazo atakuwa anatufunulia. Amen. Amen. Atakuwa anatufunulia. Roho wa Mungu atatuepusha na tamaa za dunia. Amen. Amen. Basi mimi sitaki niendelee sana. Nasema tu tutembee katika neno, ama neno la Mungu liwe taa ya miguu yetu. Na ni hayo, na Mungu awabariki sana. Amen.